Unaweza ukajiuliza wafugaji wa kuku wa kienyeji wanafeli maeneo gani na ukakosa kabisa. Sasa leo kwenye hii video ninataka nikutajie maeneo matano ambayo sema kweli kabisa mimi binafsi huwa ninaona kabisa wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji katika haya maeneo ndio yanawaangusha, wanakuwa wanashindwa kupata faida vizuri na kushindwa kuwathamini kuku wao vizuri. Nimeshakutana na wafugaji wengi sana ambao wanasema kwamba mimi nimefuga kuku wa kienyeji kwa miaka 3 au 4 lakini sioni faida. Kwa hiyo sasa hivi nimeamua nihamie nifuge kuku wengine, labda broiler, chotara au layers. Yani anaomba sasa ushauri ili aweze kufuga kuku wengine na achane na kuku wa kienyeji. Lakini mimi binafsi imani yangu kabisa kutoka moyoni bado inanituma kwamba kuku wa kienyeji, endapo utarekebisha haya maeneo matano ninayokutajia hapa, ni kuku ambao wanalipa kuliko kuku wa aina yoyote ile. Eneo la kwanza kabisa ambalo mimi binafsi ninaona na ninashuhudia wafugaji wengi sana wanafeli ni kwenye kulea vifaranga wengi kwa pamoja. Hapa wafugaji wengi sana huwa wanachemka hawa kuku wa kienyeji. Tena unaweza ukaona mfugaji huyo analea hawa kuku wa kisasa, labda chotara, broiler au layers. Vifaranga wake anawalea vizuri kabisa na anawajali vizuri kabisa, lakini huyu anapokuja kulea vifaranga wa kuku wa kienyeji anakuwa anawalea kiholela hawa kuku. Yani hawapi chakula kwa wakati, hawapi chakula bora, hawapi maji masafi, vyombo vyake havioshi vizuri, lakini pia hana mpangilio mzuri wa kulea hawa vifaranga wa kienyeji. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo endapo utachukua hatua kwamba ukaamua kupata vifaranga kwa pamoja wengi wa kuku wa kienyeji. Ujue kuku wa kienyeji hata kama unao kuku wachache, ukawapa chakula ambacho kitawafanya watage vizuri, alafu kisha ukakusanya mayai yao mengi, ukaatamisha au ukawekeza pesa ukanunua incubator. Ujue mfano incubator ya mayai 60 sisi hapa tunaiuza 4,500, lakini vifaranga 60 wa kienyeji, kifaranga mmoja unaweza ukamnunua hadi shilingi 3,000, 2,500 huko. Kwa hiyo unaweza ukaona utakuwa na incubator, mashine ya kutotolesha vifaranga wewe mwenyewe. Utaona namna ambavyo utanufaika nayo. Kwa mfano si mashine zetu unaweza kukaa nayo hadi miaka 10 ikawa inakusaidia kupata vifaranga kwa namna hiyo hapo. Na ili eneo kama wewe utalichukulia userious kwenye kulea vifaranga, unaweza ukawa unawauza hata vifaranga wale wa miezi 2 ukawa unawauzia wafugaji wengine. Kwa ni eneo ambalo endapo wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji wakirekebisha, wakawa na mpangilio mzuri wa kuwalea vifaranga wa kienyeji, wakawalea kama ambavyo wanalelewa hawa vifaranga wa kisasa, chotara, broiler, layers, naamini kabisa patakuwa pana manufaa makubwa sana kwa wafugaji wa kuku wa kienyeji. Eneo jingine ambalo ni muhimu sana ni kwenye chakula. Kuna vyakula fulani ni kama vile vimezoeleka kwamba hivi vyakula ndio inatakiwa kuku wa kienyeji wapewe. Kwa mfano mabaki ya chakula ambayo yanapatikana migawani, mabaki ya matunda ambayo yanapatikana masokoni ni vyakula ambavyo mara nyingi sana kuku wa kienyeji wanapewa. Ni kweli vinaweza vikapunguza gharama, lakini kuku wa kienyeji lazima uhakikishe kama unampa chakula ambacho kinakuwa na virutubisho vyote. Kwa mfano sisi hapa shambani huwaga tunawachanganyia kuku wetu wa kienyeji chakula kizuri sana kwa ajili ya kuwafanya watage vizuri, na wanataga sana. Yani hawa ni kuku kama vile wastani wa kuku 25 hivi matetea, lakini tunaokota mayai mengi sana kiasi kwamba kwenye hii incubator ya mayai 120 huwa tunaweka ndani ya siku 14 tunakuwa imeshajaa. Kwa hiyo ni kuku ambao wanataga vizuri sana. Kwa hiyo kuku wa kienyeji unaweza kuwa nao wachache, ukawatengenezea chakula kizuri, wakataga vizuri kabisa, na hivyo ukanufaika na mayai. Kuku wa kienyeji jamani wanataga vizuri sana. Kikubwa cha kufanya wewe wapatie chakula bora, na ninakushauri chukua kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Mle kuna kanuni ya kuchanganya chakula kwa ajili ya vifaranga, kuku wanaokuwa na kuku wanaotaga. Kwa mfano chakula sisi ambacho tunachanganya mle ni cha kuku ambao wanataga na wanataga vizuri sana. Ukiwapa kuku wako wewe mwenyewe utakuja kuwafurahia. Yani wewe mwenyewe utakuja kusema kwamba nilichelewa wapi kuwapa chakula hiki. Hiki kitabu kukipata ni shilingi 10,000 na ni soft
soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Eneo jingine ambalo wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji wamekuwa wakijisahau ni kwenye matibabu, namna ya kuwatibia hawa kuku wa kienyeji pale wanapokuwa wanaumwa. Niseme kabisa, sisi hapa shambani tunafuga kuku wa aina tofauti. Kuna kuku wa kienyeji, kuna chotara, kuna broiler. Mara nyingi sana huaga tunafuga kuku hawa, lakini unapoingia ugonjwa, kwa mfano kama ugonjwa wa mafua, kuku wa kienyeji tunakuaga hatuna shida nao kabisa kwenye huu ugonjwa. Yani tunakimbilia moja kwa moja kuwatibu hawa chotara na broiler, kuwawekea kinga, kwa sababu tunajua hawa ndio watakaoathirika sana na huu ugonjwa. Kuku wa kienyeji ni wavumilivu sana kwenye magonjwa. Hii pia imewafanya baadhi ya wafugaji wa kuku wa kienyeji wakijisahau kabisa, hasa kutoa kinga za magonjwa kwa kuku wa kienyeji. Jamani, kama unataka uende sawa na kuku wa kienyeji, wape kinga za asili. Yani uwe unatumia hizi kinga za asili. Ndio maana sisi kwenye vitabu vyetu, kwa mfano ukichukua kile kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kile kitabu tumeandika chanjo zote, tumeandika pande mbili, uchague wewe ya dukani au ya asili. Sasa hizi za asili zimekuwa zikifanya kazi vizuri sana kwa kuku wa kienyeji. Na ni kuku ambao wanasikia vizuri kabisa dawa za kienyeji, tofauti na kuku wengine. Sisi tumefuga kuku wengi hapa tunawajua, lakini pia hata tiba za asili ukitumia kwa hawa kuku wa kienyeji, ni kuku ambao wanapona kwa haraka zaidi kuliko hawa kuku wa kisasa pale unapokuwa unatumia hizi tiba za asili. Na sisi KingoFarm tuna vitabu hivi ambavyo vina miongozo mizuri sana ya jinsi ya kuwalea vifaranga, kutengeneza chakula, kuwatibia, lakini pia kuna matoleo ya pili ambayo tumeyatoa. Kwa mfano safari ya ufugaji kuna za asili pia, na yenyewe kuna toleo la pili. Kwa hiyo ni vitabu vizuri sana. Kitabu kimoja ni shilingi 10,000 na ni soft copy na kutumia kwa njia ya WhatsApp. Na changamoto ya mwisho ambayo mimi binafsi ninaiona ipo kwenye wafugaji wa kuku wa kienyeji ni kwenye masuala mazima ya biashara, namna ya kutengeneza kipato ukishakuwa na hawa kuku wa kienyeji. Manake lawama nyingi na ambazo wafugaji wa kienyeji wamekuwa wakilalamika nazo ni kwamba hawa kuku wanachukua muda mrefu sana mpaka wauze. Kwa mfano layers wanataga baada ya miezi minne. Hawa kuku wa kienyeji wanataga baada ya miezi minne. Kama una breed nzuri, wale kuku wakubwa, lakini hadi miezi 5 pale ni sawa kabisa na layers. Na hawa kuku wa kienyeji mayai yao yana thamani kubwa sana. Kwa hiyo sidhani kama kwamba hawa kuku inatakiwa usubirie muda mrefu ndio uje upate hela, ni sababu ya msingi. Na pia hawa kuku hata ukiwaingiza sokoni, gharama yake inakuwa ni kubwa sana. Siku zote huwa nasemaga kwa wafugaji wa kuku wa kienyeji, inatakiwa upate mteja sahihi ambaye utamuuzia bidhaa yako pale unapokuwa unauza kuku wa kienyeji. Yani ukishapata mteja sahihi wa kumuuzia mayai ya kuku wa kienyeji, kwa mfano ukipata mtu ambaye yeye anatotolesha vifaranga ukamuuzia mayai yako atayanunua kwa gharama kubwa sana, tofauti na ukipata mtu ambaye labda yeye huaga ananunuaga mayai ya kisasa, siku hiyo mayai ya kisasa hayapo, ukaenda kumuuzia mayai ya kuku wa kienyeji, huyo hawezi akakuelewa hata kidogo, atanunua kwa bei nafuu. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo la msingi sana. Endapo litarekebishwa, nadhani wafugaji wa kuku wa kienyeji watapata pesa nyingi sana. Na mwisho kabisa nisisitize, kama unahitaji huduma zetu, upo serious, chukua namba ya simu hiyo hapo. Nimeshasema kwamba vitabu ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp, lakini pia kujiunga na kundi ada yake ni shilingi 8,000. Kama unahitaji incubator, tutafute, tutakupatia bei za incubator, na tunaagiza sehemu yoyote ile, mkoa wote ule tunatuma.